Kwa nini mama katika wasia alioniachia alisisitiza nisikaribie pale kwenye shamba letu, hasa kwenye lile pango? Au chanzo cha kifo chake kimetokea pale? Na kwa nini sheha alipiga marufuku mtu yoyote siruhusa kufika pale? Hapana, ni lazima niende nijue kitu gani kinaendelea pale. Au sheha atakuwa anajua? Hapana. Mwisho wa penzi la chini, mwisho wa penzi la chini. Sawa, lile shamba lenu tokiaziza mababu, lakini palikatazwa, na hii ni amri, sio ombi. Na atakaye kwenda pale, kitakachontokea utatambua. Sawa, ila naomba uniambie nini kinaendelea pale na kwa nini watu wamekatazwa? Sababu sitakwambia, maana mpaka sije tulikatazwa kwenda pale, ni wazee wetu. Aha, kumbe ni imani zenu tu. Ni sehemu moja yenye utulivu sana. Sidhani kama kuna kitu kibaya kinaendelea hapa. Huenda ni imani zao tu ndo zinawaponza. Hili jambo linanifanya niumize kichwa kila wakati kufikiria. Nimechoka sana. Wacha kwanza nipumzike hapa.
Shangazi leo kafurahi na nini? Kuniwekea chakula, maji ya kunywa, ya kunawa, na kafunika kwa kawa lenye maua, wakati nimezoea ananifunikia kwa chujio kila siku. Inabidi nikamuulize. Hapana, kwa njaa nilionayo nile kwanza, mengine yatafuata. Asante Jema, nimekula chakula chao. Nini? Jayman. Mbona umefunga mlango? Ina maana usiki hivyo nikikuita au? Njoo chukua chakula chako, utakikuta hapa nje. Na umo ndani kama ushaanza mtindo wa kuficha watoto wa watu, uache mara moja. Au unavuta mabangi huko? Matoto hayataki kusikia hata kidogo. Na kama ni mabangi hayo, yatakutokea puani.
Sheha, hizi kama sio bangi ni nini? Muone mwanangu ananitoka huyu. Naomba nisaidie nisije nikampoteza. Sheha, tafadhali nakuomba usije ukamwambia chochote shangazi yangu kuhusu ile jambo ambalo nilikuomba. Ina maana ulikwenda? Si nilikwambia usendewe kule? Sasa kutavitambwa kitakachokutokea kama kule. Kwa nini watu wanakatazwa wasi? Mnasemaje nyinyi? Ina maana Sheha unajua kinachoendelea? Naomba muniambie kabla sijachukua maamuzi mengine. Takwambia kila kitu, wala usiwe na wasiwasi. We nenda, takufuata. Kwanza nataka nizungumze na Jemani kidogo. We nenda. Nenda we. Ndio umefanya nini sasa? Mafanya nini mimi? Umafanya nini wewe? Si nilikwambia we kama usende kule. Sasa kitakachokutokea kutavitambua kwa nini watu wanakatazwa wasende kule. Sasa utanisaidiaje? Mimi sina vya kukusaidia. Sheha, unajua wewe ni mtu wa kwanza, kama likitokea tatizo hapa kijijini, tunapaswa tusaidiane kulitatua. Ndio si tatizo kama leo lifanya wewe. Wewe uchokoze. Kwa hiyo ndio kamaliziane na huyo umenichokoza. Mwisho wa penzi la chini, mwisho wa penzi la chini, mwisho wa penzi la chini. Mbona kinyonge? Umesalitiwa? Yaani afadhali umekuja mtu wangu. Bora hata ningesalitiwa kuliko haya yaliyonikuta. Na sijui kama unaweza kunisaidia mtu wangu. Sasa nakuja kukusaidia wakati si ni familia. Lakini kama vipi tukaongelee mageto? Geto? Ndio. Wewe unajua leo nikuta mimi? Wewe unataka umpeleke nani hapa geto? Lakini poa. Tuondoke. Pesha. Jeman, chakula ni kizuri sana. Ni chakula kapika shangazi yako, yeye ladha ni ile ile. Ila kwanza tule ikisha tuendelee na mada yetu. Habari yako kijana. Nilikuwa na kuomba mara moja na mazungumzo na wewe.
Shem, mambo, nimekuletea maji ya kunywa na kunawa. Sasa kama umechua habari yako kijana, unaishi na mdogo wangu Raudhati. Naomba umfukuze nyumbani kwako mara moja. Raudhati? Mbona mimi simjui? Utakuwa unanifananisha. Kwani wewe ni nani? Asante kwa maji. Umenishtua. Halafu Jema kumbe ananichuma bila kuniambia mimi rafiki yake? Ndio. Wow, ila mzuri. Hemgeuka. Mashallah. Subiri nishushe na maji shemeji yangu. Da. Ni bora unione katika hali yangu hii. Alafu mimi sijakufananisha. Wewe ni Jayman. Umejuaje jina langu? Nafikiri kwa sasa sio swali. Ujumbe umeshafika kwako. Nasikitika kukwambia kwamba sielewi chochote kuhusiana na mdogo wako Raudhati.